piga tarumbeta. Wengi wanaona ati Kalonzo anaweza kushawishiwa na Raila aende kwa Ruto. Wasahau kabisa. Okay. Wasahau. Mimi itakuwa mahali wananchi wapo, and I've realized this is the best way to do it. Matukio ya maandamano ya maadhimisho ya waliouawa mwaka jana Julai tarehe 25 yameonekana kutumika kuendeleza agenda za wanasiasa. Honorable Rigathi Gachagua must be arrested. And all the politicians that work under him, they should be arrested and investigated, because we saw some of them moving around and claiming that they are supporting this movement called Gen Z, which is a lie, Honorable Speaker. There is no movement called Gen Z. These are criminals. There is nothing like that. Mgawanyiko wa vizazi umeibuka. Gen Z wanasisitiza hawatambui uongozi uliosheheni ukabila na siasa duni. It's very much in the public domain. Gen Zs are not tribal. We are not tribal, and everybody knows it. So when we hear people from the government side saying that the maandamanos ambazo tumekuwa nazo zilikuwa based on tribal politics, hizo ni zao. They want to sell us that narrative, na sisi hatutakubali. Even though they are underestimated, they are not unaware of what is going on in the country. So we cannot continue to pretend that they're not unaware. Baadhi ya mabadiliko katika sekta ya elimu, hasa kugharamia masomo ya elimu ya juu, yadaiwa kuigawanya taifa. Wengi wanashindwa kulipa karo za wanawao kusoma shahada wanazostahili kwa ukosefu wa pesa. We have been told that 10,000 young people have dropped out of school because of the new funding model and the difficulties in funding education and financing. Those are issues. That 10,000, if you are not in school, you do not have qualification, you don't have money, and then the only thing that is available is the street. Katika sekta ya afya, huduma za SHA pia zimepelekea mgawanyiko wa wanaojiweza na wasiojiweza. The Social Health Authority issue, the SHA, SHIF, are an ongoing scandal. There was no reason why we should have 103 billion or 104 billion shillings worth of a system. And they'll tell you it's private-led, it's this and that. But we know too well, at the end of the day, it is the people that are funding it. A lot of the changes they were proposing to do to the national health insurance setting could be done without all of these things. Rebranding this thing to SHA adds no value, simply other than giving people tenders to do the rebranding and everything else. It adds no value. Je, uongozi wa Rais Ruto unawaunganisha Wakenya au unawagawanya Wakenya zaidi? Je, rais aaminiwe katika juhudi zake za kuunganisha Wakenya? Kipchumba Murkomen akizungumza leo, unaona watu wanagawanya namna hii. Kenya inaendelea kuwa more divided. Akizungumza kidogo, watu wanaendelea more resistance to the government. I wish the President of the Republic of Kenya can look at the kind of people he is appointing. Samia Dika, K24, Nairobi. Agenda za bottom up zilimpatia Rais William Ruto umaarufu na uongozi wa taifa. Hata hivyo, kadri siku zinavyosonga akiwa mamlakani, ndivyo mijadala kinzani kuhusu ahadi na utimizaji wake inavyoibuka. Wapo wanaomtazama kama kiongozi atakayebadili mifumo ya kizamani ya kiuchumi na siasa, wengine wakimuona kama kizuizi cha mabadiliko, na baadhi yao wakimuona kama kiongozi anayetumia mbinu za kabla ya katiba mpya ya mwaka 2010 kuendeleza ajenda zake. Matamshi yake Ruto hadharani, mienendo ya kisiasa ndani ya bunge na anavyosikiza sauti za wapinzani ni tofauti na wanavyopendekeza vijana wa Gen Z. Je, rais ni wa kusadikiwa katika yale anayoyasema kuwa anaunganisha taifa? Je, sasa kuna mgawanyiko zaidi wa taifa au kuna mshikamano zaidi wa kitaifa chini ya utawala wake Ruto? Kenya inapokuwa na serikali jumuishi, ndivyo taifa limeungana au vipi? Ni baadhi ya maswala ambayo tunayatafutia majibu usiku wa leo, huku katika mdahalo wa wananchi, yani the people dialogue. Pamoja nami ni wanahabari wenzangu katika miji tofauti ikiwemo Nakuru, Eldoret, Kisumu, Machakos, Mombasa, Murang'a na
Nairobi na Nyeri. Na tumai hujambo popote unapotegea na karibu. Mimi ni Sami Adika. Jinsi unavyotizama mtazamaji kwenye kiwambo chako Studio B, tunaye Mumbi Chege ambaye yuko tayari kutupa taswira kamili ya jinsi mambo yalivyo. Tunaye Fatma Chidagaya upande mwingine kuhakikisha kuwa anapitia jumbe zenyu kwenye mitandao yetu ya kijamii. Hakikisha unafanya mtagusano naye kwenye mitandao yetu ya kijamii @K24 na @Kameme TV. Hebu nimpe Fatma Chidagaya usukani atutaarifu mengi. Shukran sana Sami Adika kutoka Studio A. Kama alivyotanguliza kuwaeleza, jina langu ni Fatma Chidagaya. Mtazamaji, mwaka jana tulishuhudia maandamano hasa miongoni mwa vijana wa Gen Z, hususan wakipinga miswada iliyopendekezwa na Rais William Ruto. Hivyo basi, Ruto akaamua kumleta Raila kwenye meza ya mazungumzo kwa lengo la kuwajumuisha Wakenya. Lakini kama hatua hiyo ilikuwa na mafanikio ama ilifua dafu, ndio inayotuleta kwenye swala letu la leo. Je, Rais William Ruto anawaunganisha au anawagawanya Wakenya? Je, Rais William Ruto anawaunganisha ama anawagawanya Wakenya? Tuma maoni yako, mawazo yako na hisia zako. Unaweza kuwasiliana nasi kutumia nambari zetu za rununu kwenye njia ya WhatsApp. Nambari yenyewe ni hiyo hapo kwenye kioo changu, ambayo ni 0757725083. Vile unaweza kutupata kwenye mitandao yetu ya kijamii ambayo ni @K24TV au @Kameme TV kwenye Facebook, vile kwenye X. Mtazamaji, narudia swali. Je, Rais William Ruto anawaunganisha au anawagawanya Wakenya? Tuma maoni yako, tuma hisia zako, vile tuma mawazo yako, na pindi tunavyoendelea na kipindi nitazidi kuzisoma na kuwaarifu watazamaji. Sasa nitairudisha pale Studio A kwa Sami Adika. Na asante sana Fatma Chidagaya. Hivi sasa mtazamaji, tutakuwa tunavuka moja kwa moja hadi kaunti ya Mombasa, naye Boniface Musange tupate tu kuelewa yule mpiga kura kaunti hiyo ya Mombasa anahisi vipi. Boniface, kama unipata, chukua usukani. Shukrani sana Adika. Basi ukiwa studio za Nairobi hapa kaunti ya Mombasa, mie ni buheri wa afya na tayari basi kuweza kuongea na hawa wananchi kuhusiana na swala zima hili la mjadala wa wananchi, people dialogue. Katika eneo hili basi wananchi tayari wamefika kwa wingi hapa na kuweza kutoa maoni yao. Ni vipi wanazungumzia swala hili la je, rais anaunganisha taifa au anazidi kuligawanya zaidi? Bila kupoteza wakati basi nitaweza kuongea tu na baadhi ya wakazi hawa, watueleze pengine hisia zao ni zipi kuhusiana na swala zima hili ama hii hoja ambayo tuko nayo kwa siku hii ya leo. Hamjambo, mnaitwa nani? Na songeni tu hapo karibu ili tuweze kufanya mahojiano yetu kwa urahisi tu. Unaitwa nani kaka? Tueleze tu unazungumzaje swala hili. Je, unaona Rais William Ruto anaunganisha taifa au anazidi kuligawanya kwa sasa? Kwa majina ni Brian Mtuko, ni mkaaji hapa kaunti ya Mombasa, na kimaoni yangu na maoni ya watu wengine wananchi wa hapa Kenya ni kuwa Rais Ruto aunganishi wananchi, anaendelea kupoteza wananchi kwa kutumia vyombo vya dola kutetea yale mamlaka yake kama rais. Kwa hivyo kwa vyovyote vile hakuna vile anaunganisha wananchi, anaendelea kuipoteza nchi hii. Tumeweza kushuhudia pengine serikali ya umoja wa kitaifa ikiweza kuundwa kujumuisha rais na pia vile kinara yule Raila Amolo Odinga. Unazungumzaje serikali hiyo? Je, imesaidia wananchi mahali ni ile? Serikali ile ya muungano wa kitaifa broad based haijaweza kusaidia wananchi wa kawaida. Ile ni mabwanyenyo wamekuja pamoja kuweka pesa katika mifuko zao. Haina usaidizi wowote katika wananchi wa kawaida katika nchi ya Kenya. Lakini pia tumeweza kumsikia rais akisema kwamba mnasema aondoke, pengine vijana wa Gen Z. Aondoke kwa njia gani? Rais kuondoka pale, kuna njia 4 za kuondoka zenye zimenukuliwa katika katiba ya nchi hii. Unaweza jiondoa kwa njia ya kukuwa you are incapacitated either by impeachment, death na hizo zingine. But now kwa vile hatuwezi mtoa, hawezi toka kwa kuwa hiyo death hakuna na hiyo ingine, anaweza toka on grounds of incapacity. Sababu hajaweza kufanya yale mambo aliahidi mwananchi ataingia kufanya pale. Mambo yenye amekuwa akifanya ni kutafuta mtu huku, anatengeneza broad based ndio aendelee kuweka pesa kwa mifuko. Hakuna kitu inaendelea katika nchi hii. Kaka, majina yako tunaona nazungumzia swala hili. Je, rais anaunganisha taifa
au anazidi kuligawanya zaidi hili taifa la Kenya? Asante. Kwa majina yangu naitwa Adomis Mweti. Kwanza kwa kauli yangu mimi naweza kusema ili kauli ya kuunganisha taifa ni kauli ya wanasiasa. Siku zote sisi wa Kenya tumeunganika, hakuna siku wa Kenya tumetengana. Ukisikia mwanasiasa anatumia kauli anaunganisha nchi, huwa anataka kuunganya taifa kwa ajili ya maslahi yake. Kwa hivyo wa Kenya huwa tuko united siku zote. Hiyo ni kauli inatumikanga na wanasiasa kwa ajili ya kulinda maslahi yao. Ndio wanalia maana wataka ile kabila lake liye nyuma yake ndio wamsupport katika maslahi yake. Kwa hivyo hakuna siku wa Kenya tumetengana. Siku zote wa Kenya, ukiangalia hapa nyuma yangu ni kabila zote ziko hapa. Sasa utasema anaunganisha taifa gani? Na hapa ukiangalia hapa Limungu na Mwananchi tuko kabila zote hapa na tunaongea na wananchi wote. Kwa hivyo hakuna siku wa Kenya tumetengana. Hizo ni kauli zinatumika na wanasiasa kwa ajili ya kulinda maslahi yao. Na kwanza wanatumika kwa kulingawanya taifa. Taifa siku zote walimeungana. Ya pili, hii muungano wa Rais William Ruto na Mheshimiwa Raila Odinga, hiyo haijaungana kwa ajili ya maslahi yetu sisi wananchi. Ile wameungana kwa ajili ya maslahi yao wanasiasa. Naomba sisi siku zote sisi Kenya tujepata kiongozi ambaye ako na maslahi yetu sisi kwa wananchi. Ndio tunapendekeza Mheshimiwa Rais William Ruto kwa heshima na taadhima. Sisi kama Wakenya tulikupigia kura ili uweze kutekeleza majukumu. Tulituahidi Mombasa County tutaweka kitu viwanda hapa kama soko saba hapa Mombasa County. Sijaona hata soko moja umejenga Mheshimiwa Rais William Ruto. Tulituahidi kiwanda cha samaki. Sijaona hata kwa hivyo ningemshauri Mheshimiwa William Ruto, tafadhali kwa heshima na taadhima tu naomba ujiuzulu na uende nyumbani, kazi imekushinda. Asante Mheshimiwa. Muda hautu, lakini kaka songa tu siwezi kukuacha, pengine wewe unazungumzaje swala hili? Je, rais anaunganisha taifa ama anagawanya? Sioni kwamba anaunganisha taifa. Naona taifa mpaka sasa kufikia sasa ladimia tu. Kwa hivyo sikuona kwamba anaunganisha taifa. Neno moja kwako na wewe, rais anaunganisha taifa ama analigawanya tafadhali? Hatuna muda. Asante sana. Mimi naweza sema rais anajaribu kuunganisha taifa, ingawa watu ndio wanakaa kidogo, wanakaa huku na huku, manake ukijaribu kuunganisha huku inakatika, ukiunganisha huku inakatika. Rais William Ruto na wakiungana na Raila Odinga walileta broad based government. Na broad based tunaelewa ya kwamba hiyo ni serikali ambayo imejumuisha Wakenya wote. Sasa mimi naona wakati mwingine wengine tu wanajiondoa pale badala ya kujiunga ndani ndio waone serikali inaenda namna gani, ama wafanye kazi kama Raila venye Raila ameleta maexperts kutoka kwa ODM wanasaidia serikali. Mimi naona rais anaunganisha Kenya. Ni maoni tu hawa wakazi kutoka kaunti ya Mombasa hapa. Basi wengine wakisema kwamba rais haliunganishi taifa ila anazidi kulidimiza zaidi. Wengine wakisema rais amejaribu kuweza kuunganisha taifa. Kwa hivyo ni hisia zao bali sio hisia za runinga yetu ya K24. Ila yote tisa basi kutoka kaunti ya Mombasa, mie sina mengi zaidi ila moja kwa moja hadi kwa mwenzangu Electin Odera. Hujambo, na wakazi huko wanasemaje? Jambo Msangi, katika jimbo hili la 016 pia tunataka kupata maoni ya wakazi hapa. Je, Rais William Ruto analiunganisha taifa ama analigawanya? Bila kupoteza muda basi nizungumza na baadhi ya wakazi. Asante sana kwa muda wako kusema na sisi. Kulingana na matukio ambayo yameweza kujiri katika taifa la Kenya tangu mwaka jana, ama Rais William Ruto aweze kuchukua hatamu za uongozi, maoni yako kama kijana, unadhani kwamba matukio haya ama uongozi wake unaligawanya taifa ama unaliunganisha taifa? Basically it's a no. Taifa limegawanyika na this blame does not go only to the presidency. Inaenda kwa parliament na judiciary. But now the parliament is allowed to be swallowed by the executive. So unapata vitu zinaenda vile zinaenda. The MPs are being controlled like robots. They're not making decisions. As you know, like we've delegated powers to the MPs so that they can represent us in the parliament. Lakini sahi wana represent mtu mwingine, and who's that person? It is the president. So like the biggest problem is the parliament. So we need reforms in the parliament. Na wale MPs wenye hawafanyi vile walitumwa na wafanye na wakazi wao, I think they should go home come 2027 because they are the biggest problem. The problem stems from the parliament, from the MPs. They are the people who pass the budgets, they are the people who pass the laws. It is not the president, they are the MPs. So if the MPs will have stood firm and represented us as the people, tungekuwa sawa, the country will be headed to the right direction. Bunge ndio linaligawanya taifa. Bunge is the biggest problem. The Bunge MPs, you guys are the biggest problem we are facing as a country. Thank you. Asante sana kwa maoni yako. Tukisema nawe pia, unadhani kwamba Rais William Ruto analigawanya taifa ama liunganisha? Kwa maoni yangu, Rais William Ruto ameunganisha taifa la Kenya. Kila mtu anamchukia. Wakenya wote wameunganika kwa chuki dhidi ya serikali ya William Ruto. Ukiangalia hata kwa Eldoret Sugoi
William Ruto anachukiwa. Saizi sile wakati watu walikuwa wanasema Kenya ati mtoto wetu ndo rais. Hayo mambo hayapo. Na ndio maana unaona Kindiki amekaa Ukambani miezi 2. Akigawa pesa ambayo tunashindwa inatoka wapi? Wewe nikuulize, Kindiki mshahara yako tuijua. Ikiwa na allowances za yezi pita 1.5 million. Unatoa wapi milioni 5 ya kupeana kila siku kwa miezi 3 ambayo imepita? That's more than 300 million. Profesa Kindiki, wakili kama mimi, hii pesa unatoa wapi? Kwa hivyo kusaidia masuala na empowerment ama kuimarisha vikundi vya wanawake, hayo ambayo tunaona hapa, hiyo si kuliunganisha taifa? Mimi kusema ukweli, mimi ni mkazi wa Machakos. Hiyo pesa ya Machakos Town Constituency ilitolewa Scott Christian University. Wamama hakuna wenye wanasema wanayo. Na mimi leo nataka kupea kibarua. Wewe ni mkazi wa Machakos, tafuta vikundi vya wamama. Ukipata vikundi vya wamama ambavyo vilipewa hizo pesa, in a way that makes sense, because there are groups that were given even 10,000. 10,000 given to a group whereby you collected millions. It doesn't make sense. It's stupidity of the highest order. What can you do with 10,000, a group of like 10 to 15 women? 10,000, that's like giving them handouts zenye wamezoea kupea watu ya 200. So kwa hivyo rais afanye nini ndiposa Kenya yote hisi kwamba analiunganisha taifa? William Ruto resign. Mshahara wa Ruto pesa ngapi wenye amebakisha tumchangie sisi wa Kenya ende nyumbani. Vijana wa hii nchi tunasema William Ruto resign. Toka ikulu ya Kenya ni yetu. Sisi tunaweza changa pesa tukulipe mshahara wako ambao umebaki wa miaka 2.5. William Ruto. Asante. Natumai kwamba mmeweza kusikiza vizuri. Haya ni maoni ya wakazi kutoka kaunti ya Machakos kuhusiana na mjadala mzima ulioko studioni kwamba je, Rais William Ruto analigawanya taifa ama analiunganisha taifa. Hawa wanasema kwamba kidogo analiunganisha taifa kupitia kwamba wananchi wenyewe wanajikusanya kutetea kile ambacho wanahisi ni haki zao. Ilhali wengine wanahisi kwamba kidogo bunge ndilo limekuwa mzigo kwa Wakenya, kwamba limewafeli Wakenya. Kwa hivyo ndio maoni haya kutoka jimbo hili la 016. Mimi Electino Dera na rejesha kwako. Naam, Electin, shukran sana. Hapa katika kaunti ya Kisumu pia tunajiunga na wakazi katika mjadala wa leo na tusikie tu hawa wanasema nini siku ya leo kuhusiana na mazungumzo yetu ya leo. Je, wakazi wa Kisumu, nyinyi mna nini la kusema kuhusiana na Rais William Ruto? Je, anaunganisha Wakenya ama anawagawanya? Kulingana na vile tumekuwa na serikali ya jumuishi, je, imetumiza ile lengo lake la kuunganisha Wakenya? Anza na majina. Naitwa I'm called Thadayo Obara. I'm a member of Opinion Shapers. That is our organization here. The president is uniting. There's a unity. And when you see a broad-based government, which means there's a unity. In broad-based government, everybody is in the government and responsibilities for everybody. So, and when we look at the promises, yeah, he's fulfilling them. He's fulfilling them. A good example is infrastructure. Here we are seeing infrastructure. There are roads, they are ongoing now. Housing, they are all going now. But my advice to the president is that let him increase the pace so that by the time we reach 2027, nearly all of them should be 85 or 80% complete. Yes, but there is unity. And do you see this unity among Kenyans? Yeah, there's among Kenya, except the unity is among Kenyans. But except that we have some few people who wants to actually overthrow the government. That is what we have seen. They want to overthrow the government. So these are the people who are trying to bring chaos, and they want to smear the government of William Ruto as if it is not working, as if it's not benefiting for their selfish interest. I'm not a young person. I've seen so many governments here. I saw Moi, because I'm born in 1980. I saw Moi, I saw Kibaki, now I'm seeing this one. But what I know,
that is working, but there are some group of people who do not want him to work, and now they want to bring anarchy. But the government is okay. Okay. Shukran. Wewe pia unaweza tuambia maoni? My name is Jacob Akach. I'm a resident of Kisumu. This broad-based government is for everybody. Those people who think it is not there, they have their own interest. What it is, the mountaineers, they supported Ruto. After a very short time, they declined. We do not know what happened between Chagwa and Ruto. But if there was no character like Raila, this country could be in a very serious civil war. Therefore, I must say, we have to thank Raila because he brought peace. Peace is in this nation. And what I'm seeing, those people, the mountaineers, particularly Gachagua, is recarnated, is introducing Mungiki. Kwa sababu ya muda, wacha nichukue pia kauli ya mwingine hapa. Anza na majina alafu tuambie, je, Rais Ruto anaunganisha Wakenya ama anawagawanya? Ukilinganisha serikali jumuishi pia limeweza kuunganisha Wakenya? Nitasema kwa sauti kabisa ya kwamba rais anajumuisha ama kuunganisha Wakenya. Tukiangalia kutokea yule from coast to the greater Nyanza, we are seeing a united Kenya. All I see is that we have a president that is very focused, and I think all we need to do is just to get his feet stronger so that everything can be achieved much. Ruto is ahead of his time. If you look at from the housing, for us people who have been marginalized in the Luo Nyanza politically, we have never seen roads that have been budgeted for, like, never before, like they are being done now. So it's just that a pocket of a region that maybe are people that are very innocent, but they have been overtaken by a politician who is driving his own politics, Like looking back to what we had the other time, I think the government should not forget to take up the matter of Sabasaba, because there is already a plot to infiltrate so that it causes anarchy again. We can't take up. We have no other country. This is our country and we must live to protect it. Okay, shukran sana. Ni baadhi tu ya kauli kutoka kaunti ya Kisumu ambapo wakazi hapa wangesema kuwa serikali ya Ruto inaunganisha Wakenya kwa vile wameona maendeleo ambayo hawakuwa wanapata sehemu hii, wanapata kama vile barabara na pia ujenzi wa nyumba ya bei nafuu. Ni hayo tu kwa sasa kutoka kaunti hii ya Kisumu. Tunaenda katika kaunti ya Murang'a kwa Alfred. Alfred, kama unanipata kutoka kaunti ya Murang'a, nafasi ni yako. Simame katika muda. Naam, asante sana. Huyo amekuwa Joseph Guma kutoka kaunti hiyo ya Kisumu, akijaribu tu kuzungumza na baadhi ya wakazi kaunti hiyo kupata taswira yao ama wanahisi vipi kuhusiana tu na swali letu la siku ya leo. Hivi sasa mtazamaji, tutakuwa tunapata tu kujaribu kuona jinsi mambo yalivyo katika kaunti tofauti. Kumbukwa kuwa wengi wao wanasema kaunti hiyo ya Kisumu ikiwa tu ngome yake kinara wa ODM Raila Odinga kwa tangia ujio wa serikali ya jumuishi, hiyo makubaliano kati yake Raila Amolo Odinga na Rais William Ruto, kuna baadhi tu ya barabara ambazo zimepata baadhi tu ya fedha, na wanasema ni mwamko mpya upande huo wa Kisumu, wakimlimbikizia lawama Gachagua ambaye alikuwa naibu rais. Hivi sasa naarifiwa kuwa tutakuwa tunaelekea kaunti ya Nyeri
tupate tu kusikiza jinsi wakazi kaunti hiyo wanavyosema kuhusiana na swali letu la siku ya leo, iwapo Rais William Ruto anaendelea kuigawanya taifa zaidi ama anaiunganisha taifa, kutokana tuna baadhi ya mambo ambayo amekuwa akifanya ya siasa, kiuchumi na maamuzi ya serikali yake. Ikumbukwe kuwa vijana wa Gen Z wanavuta kamba upande mmoja, wakisema kuwa kumekuwa tuna mambo tofauti hivi sasa, hawakubaliani na baadhi ya mifumo yake Rais William Ruto. Nasi pia jioni ya leo tutakuwa tunapata kupata maoni ya Wakenya kutoka kaunti tofauti, iwapo wanakubaliana ama wanapinga mada yetu ya siku ya leo. Je, Rais William Ruto anaunganisha taifa ama anaendelea kuligawanya zaidi? Ama ni baadhi tu ya mambo ambayo tutakuwa tunazungumzia hapa studioni. Hivi sasa naarifiwa kuwa mwanahabari wetu yuko tayari. Naam, shukrani. Nipo katika kaunti ya Murang'a, kaunti 021, ambako siku ya leo niko ange na wakazi tunaweza kusikia masuala kuhusiana na je, ikiwa taifa la Kenya limegawanywa kwa misingi ya kabila, na pia swali la pili ambalo tulikuwa tukizingatia kwa kiasi kikubwa ni iwapo serikali jumuishi iliweza kuacha maeneo mengine tofauti nje, ambao jambo ambalo huenda ikawa limeleta mgawanyiko katika taifa la Kenya. Tusikie hisia za mkazi aliye hapa, tugusie labda mnahisi vipi kuhusiana na mgawanyiko ulioko katika taifa la Kenya, huenda kama kwa misingi ya kabila. Ndio, kwa majina ni Habire Chege, former MC hapa Murang'a County. Na kwa kuongea ukweli, Kenya imeanza kugawanyishwa kwa misingi ya kikabila. Na nikisema hivi, kwanza niseme sana sana Mount Kenya yetu, kwa sababu ile region imegawanywa sana ni yetu, na wale wanatumika kugawana ni wale wamekuwa viongozi kwa serikali, ikakuwa pengine wametolewa, sasa wameshikana wote kwa sababu ya interest zao, wameanza kugawanyisha Wakenya. For example, ukienda kama Meru upate the former deputy president anasema kuna hoteli ya president, watu wasikunywe chai hapo, wasiburudike pale, ati Julie Mkalinji. Unapata anachocha watu wa Meru, biashara za miraa zimeingiliwa na kijana ya president. Kwa hivyo hao si watu tunafaa kufanya kazi pamoja. Na ukiangalia hawa watu wote wanatugawanyisha kwa hii msingi ni watu ambao walikuwa kwa serikali wakatolewa. Niseme hivi, sisi kama Wakikuyu, biashara mingi ziko huko nje, hata Eldoret. Ukienda Eldoret, zile hoteli kubwa ni za Wakikuyu, Mombasa ni za Wakikuyu. Tukianza kusema tutagawanywa na kabila zingine ama tujitenge, ni watu wetu wataumia. Uchaguzi iko 2 years to come. Tunafaa kujaribu sana tuleta watu pamoja. Maneno ya broad based. Mimi naweza sema tumekuwa kwa maandamano for 2 years. Mimi nilikuwa kwa Azimio na tulienda maandamano for 2 good years. Hakuna mahali tulichoma polisi, hakuna mahali tulichoma koti. So hii incitement imeanzishwa. It is a time bomb. Na kama watu hawajasoma tides za time bomb ama science, wanafaa kuwa very careful, kwa sababu mahali tunaelekea ni pabaya kabisa. Sisi tulifanya maandamano yetu, na by that time venye UDA ilichukua serikali, wale walikuwa na stigma ya watu wa Azimio. Lakini venye president alileta watu wa Azimio pamoja na akaanza kutengeneza, wengine wakasikia hawajaridhika, na ndio wakaanza maneno ya shareholding na nini, wakafukuzwa. Sasa wamekuja kuchocha wananchi, watengeneza serikali nyingine, ndio waanze ya fresh, waanze sasa kurudi tena. Kwa hivyo mimi pangu siwezi pigana na broad based, nimeleta watu pamoja. Ukiangalia ile line, watu wanasema ati tunapigwa Mount Kenya, lakini tukue sincere. Hakuna mahali police station ama judiciary walichomewa isipokuwa Mount Kenya. Hiyo ndio ukweli. Kwa hivyo sisi kama watu wa Mount Kenya tujaribu tuvumilie president mwenye yako. Tuko na Kenya moja, is the symbol of unity. Hata tufanye nini? Sasa nimeona hata MP ama waibanji wa hapa Mount Kenya wakienda State House wanaanza kupigwa kisiasa. Hiyo ukabila iko juu sana. State House ya Kenya ni moja, na hata mtu yoyote anaweza taka kuitwa State House na president. Shukrani sana. Usikie simu za mwingine aliyepa karibia tu hapa. Tugusie jina lako kama mkazi wa Murang'a. Una kama taifa la Kenya limeganishwa kwa misingi ya kabila. Okay, asante sana. Kwa majina naitwa Moradhi Magoshi. Mimi ni mkaaji wa Murang'a na mwanasiasa huko Murang'a. Hisia zangu ni kwamba one, president ndiye anakuanga symbol of unity. Na kwangu as we speak sahi, tuliona president ameenda ametafuta Raila na Raila ndiye alikuwa opposition leader mpaka wa sahi. That is one thing tunaweza ona ni kama anatafuta at least Kenya ikuwe na amani.
The other thing, saa hii sisi kama wana Mount Kenya, nafikiria ndio mara yetu ya kwanza kukuwa tuko opposition. Na mkiangalia vizuri, sisi watu wa Mount Kenya, sisi ni wanabiashara. Ukiangalia kama Murang'a, saa hii tuongee mambo ya Murang'a mahali tulikuwa. Hata wale vijana walifanya maandamano huku juzi, hawakuchoma kitu, hakuna biashara ya mtu waliguza. Juu sisi ni wanabiashara. Na ile kitu sisi kama wana Mount Kenya, ile kitu tunafaa tuangalie sana. Sikatai tunasema ati ni kama hatuko pamoja na president ama nini. Lakini hata sisi tukiangalia, kwanza tuangalie interest. Isikue hata huyu wetu anakuja kutuambia tutoke serikali, ni interest zake personal. Juu sasa mimi ukiniuliza mambo ya kama Gachagua saa hii, anasema kila mtu aingie kwa chama yake. Mbona tusiseme chama moja ya Mount Kenya? Mbona aseme chama yake? Mbona tusikue na chama moja ya Mount Kenya ama ya Kenya mzima? Kwa hivyo mimi hisia zangu ni kwamba president ni mmoja saa hii, na katiba saa hii yeye ndiye symbol of unity. Akitaka kukuja Mount Kenya anakuja. Kama hatutaki, kama Kenya itachomeka, wale watu sana watachomeka sana. Ni wana Mount Kenya. Sisi ukienda Eldoret, biashara zetu kila mahali ziko, lazima tukue. Sisi ndio kwanza watu wa Mount Kenya tunafaa tukue tukipromote kitu inaitwa peace. Either president ako nayo ama hana. The other thing nikimalizia niseme hivi. Bwana Gachagua akiangalia vizuri, wacha kwanza wana Mount Kenya tufanyiwe kazi. Tufanyiwe kazi saa hii. Saa hii hatuna presidency. Hata next term sioni tukipata bado. Hata kama tutapata deputy, hatujui kesho itakuwa aje. Ile kitu iko kwa meza saa hii. Kwanza tukule. Wale MP wetu wako saa hii. Kwanza badala ya kushughulika na mambo ya ati sijui tutatengeneza hiyo serikali nyingine. Nani amesema tutakuwa ndani ya serikali? Wenye wamepewa kama ni MP, tufanyie kazi kama MP. Tafuta pesa, na pesa iko na president saa. Hata ukienda parliament, kama ni barabara mwenye atatupea ni president. Either tujidanganya ama nini. Gachagua hana kitu. Gachagua ni raia kama sisi. Shukrani sana. Na mmeweza kusema kwamba hizo ni hisia za baadhi ya wakazi wa kaunti ya Murang'a kuhusiana na masuala kuhusiana na uunganishi ama umoja wa taifa la Kenya. Wakisema kwamba taifa la Kenya limegawanyika msingi kabila, lakini ni jambo bora iwapo itaweza kuangaziwa, viongozi waangazie kuunganisha Kenya bila kugawanisha kwa msingi kabila. Hii kitu ni baadhi ya sehemu za wakazi wa Murang'a na kutoka katika kaunti ya moja kwa moja hadi kaunti ya Nakuru, ambako mwenzangu Mumbi Wambogo yuko tayari kuweza kupata maoni ya wakazi maeneo hayo. Kwako Mumbi. Shukran sana Alfi, ukiwa hapo kaunti ya Murang'a. Kwa kweli hii leo gumzo la siku limeweza kuwaleta wakazi tofauti tofauti kutoka tabaka tofauti tofauti, kutoka jamii tofauti tofauti hapa kaunti ya Nakuru, na wako ange tu kuzungumzia mada ya siku. Kama tunavyojua, kaunti ya Nakuru ni mojawapo ya maeneo ambayo yanajumuisha jamii tofauti tofauti, kile ambacho kwa kimombo tunaita cosmopolitan region, na ni muhimu tu tuweze kupata hisia kutoka kwa wakazi tofauti. Karibu sana kwenye runinga ya K24. Tutatueleza jina lako. Uchaguzi wa mwaka 2027 ukizidi kukaribia, wewe kama mkazi wa Nakuru na mkazi wa eneo ambalo linajumuisha jamii tofauti tofauti, labda una wasiwasi upi? Na vile vile tu serikali ya Rais William Ruto kwa mtazamo wako imewaleta Wakenya pamoja au imewagawanyisha? Kwa majina naitwa Gabriel kutoka Nakuru, mimi ni mkazi wa Nakuru. Mimi nimeona uchaguzi ambao umeleta changamoto mingi ama siasa mingi na machafuko mengi kama 1992 na 2007. Mimi mtamazi wangu, mimi napo vile naona hii uchaguzi ambapo Mkalenjin na Mkikuyu hawapatani, ndio papo natokea machafuko. Lakini wakisikizana hapatokee mchafuko. Na hii serikali inaonekana president wetu ameshindwa na kuongoza hii serikali. Sasa naona juu ameshashikana na Raila sioni vile anasaidia wananchi. Mimi naonelea a step down, awachie Raila muongoze mahali imebaki. Na Raila mpe akuwe kwa debe uchaguzi mwingine. Lakini yeye aondokee hata kwa uchaguzi asikuwepo. Ndio hutakuwa na uchafuko wote. Alafu hata wenye wana advertise president wetu tunaomba tu wavutwe kazi. Kama wameandikwa na serikali, tafadhali wavutwe.
Juu kama unaweza ondoa Linda Mama ambaye imesaidia kwa hizo siku zote, na Linda Mama ambaye ni bibi ya Uhuru ndiye aliona ni vizuri. Alafu wewe unakuja unaondoa. Nani mwenye anaondoa hiyo? Hata ni mwenye anafaa kuwa yuko karibu kwa serikali. Vitu zingine tunaangalia kama shule. Wanasema ati watoto wapewe basari. Shule inafaa ikuwe free. Alafu watoto huwa mtu akiandikwa kazi akuwa akikata mshahara. Kama ni barabara zetu, mnatoa contractor kutoka China ya kazi gani? NYS watengeneza hii barabara na jeshi. Mashimo zimejaa hii area yetu ya Nakuru. Na tuko na governor. Wenye wana advise governor yetu ashindwe ni wakina nani? Yangu tu ni yao ni machache. Mimi ni mkazi wa Nakuru. President wetu tunakuomba tu tafadhali ondokea, patia Raila kiti. Shukran sana. Wacha tuweze kuungana na mkazi mwingine, tueleze jina lako, wewe kwa mtazamo wako. Una hofu yoyote kuhusiana na uchaguzi wa mwaka 2027 na vile tu labda serikali ya Rais William Ruto imewaleta Wakenya pamoja au wagawanya? Asante. Kwa majina naitwa Wainaina Mbugwa. Mimi ni mkazi wa Nakuru na nimekaa Nakuru kwa muda sasa. Na kulingana na maoni yangu, nikitafakari mambo na uchaguzi ambao utakuwa wa 2027. Nikirudi pale nyuma, nikiangalia chaguzi ambazo zimefanyika, mostly ya 2007, 2008, that was the worst nightmare of this country. Na ilifanyika hivyo kwa sababu Mkalenjin na Mkikuyu walienda wakagwarizana mahali. Na nikiangalia mambo ambayo yanasemekana kule bungeni, tuache kusema ya kwamba broad based government inaleta Wakenya pamoja. Hiyo ni uongo mtupu. Hii mambo ya kusema ya kwamba the broad based government ya kwamba tukileta Raila kwa serikali Kenya inakuwa na amani. We have to walk out and walk away from that narrative. Each and every election ikipita, Raila is brought to the government in the name of bringing peace and cohesion in our country. Who said that Raila is the peace and the cohesion ambassador in our country? No. The SG for ODM, yeye mwenyewe alisema na kinywa chake, mimi kama SG wa ODM sitambui huyu mnyama anaitwa broad based government. Kwa nini? Ameona haisaidii wa Kenya, na kama broad based government inasaidia wa Kenya, baada ya wao kuondoa Rigathi Gachagua walimbandua, basi tunafaa kuona mabadiliko in our governance. Tunafaa kuona Ruto amefanya mambo tofauti na ambayo ilikuwa inafanyika. For instance, tukienda kwa education sector, nothing is working. School capitation imetolewa, pesa imepelekwa wapi? Tukiangalia mambo na hospitali, SHA na SHIF zao hazifanyi kazi. Turudisheni kwa NHIF. Hiyo ni bima ambayo ilikuwa inasaidia kila Mkenya mahali popote ambapo amesimama. Kwa nini ukatoa ile NHIF ukatuletea vitu ambazo wewe mwenyewe kama a president huelewi inafaa kuanzia wapi, inafaa kumalizia wapi? Turudishe kwa NHIF. About unity in this country, hakuna umoja katika taifa letu. Nitapeana example na juzi tu baada ya maadhimisho ya vijana ambao walikufa last year June. Baada ya yale maandamano on 25th, tuliona wabunge wetu the following day on Thursday walienda bungeni na wakaanza kukashfu wakisema ya kwamba haya maandamano yalifanywa na Mkikuyu. Swali langu ni moja, kwa nini mupeleke the tribalism aspect kwa bunge letu? I think we have so much things to discuss in our parliament rather than going to discuss about one person, Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua has nothing to lose. We Kenyans wenye tuko huku chini, sisi ndio tunaumia. I wish muliana mkadiscuss kuhusu tutafanya aje capitation ya shule irudishwe. Tutafanya aje tuone ya kwamba hii SHA ambayo tulileta na SHIF inasaidia wa Kenya. Jana tumeona, hata leo asubuhi tumeona kwa gazeti ya Daily Nation, msichana wa hapa Naivasha amekuwa akilipa the premium za SHA all throughout, lakini akawa anahitaji kufanyiwa matibabu. Wamesema hawawezi wakamtibu na SHA. So mimi nasema ya kwamba we are walking on a very dangerous trend. The road we are walking with from our leaders is very dangerous, na tukiendelea vile tunaendelea, kulingana na mimi kama mkazi wa Nakuru, niliona machafuko ya 2007, 2008. Tukiendelea na viongozi wetu, the sentiments they are making both in parliament and in public, munatuelekeza kwa shimo la hatari sana. Asante. Shukran sana. Hao ni baadhi ya wakazi wa hapa kaunti ya Nakuru tu wakitoa maoni yao na hisia zao kuhusiana tu na muungano wa uongozi wa rais au serikali ya Rais William Ruto. Kufikia hapo, jina langu ni Mumbi wa Mbogo.
Na sasa tuelekee katika kaunti ya Uasin Gishu ambapo Timothy Simwa yuko ange na wakazi hapo kuendeleza mada ya siku. Naam, asante sana Mumbi kwa fursa hii. Hapa ninao wageni wangu wa leo katika kaunti ya Uasin Gishu. Ni wanafunzi wa chuo kikuu cha Moi na tungependa kusikia hisia zao kutokana tuna matukio ya kisiasa ambayo yanaendelea hapa nchini, lakini kubwa zaidi ni swali kuu la siku ambalo tunauliza kama kweli serikali ya Rais William Ruto inafanya jitihada za kutosha kuunganisha taifa ama zinagawanya taifa zaidi. Bila kupoteza wakati, ningependa kwanza na mmoja hapa tuambie jina lake na kwa maoni yako, kwa sababu inaona nyinyi ni Gen Zs. Mnaona kama rais anafanya kazi ya ziada ama kazi bora kuliunganisha taifa ama namna serikali inavyoendesha mambo yake imeligawanya taifa zaidi? Utaanza kwa jina, nitakushikia mic. Asante sana. Kwa majina naitwa Isaac Michael Onyonka na mimi ni wanafunzi wa sheria chuo kikuu cha Moi, na labda nizungumze kwa lugha ya Kimombo. You see, in Kenyan history we have been having a problem, and our main problem is that politicians do what befits them. And when the president says that he is uniting the country, first of all, Article 131 of the Constitution provides that the presidency, it's a symbol of national unity. And the presidency, the holder of that office, who is the president, the person, should be a symbol of national unity himself. So his action, what he does, should promote national unity. So when he says that he's uniting the country, that's not true. He's uniting the political class. He's uniting the political class for his own political expediency. He's uniting the political class for his own political survival. And this is a problem that we have been seeing. This is not the first time. We have seen this problem throughout the former presidents, whereby when a government is faced with a predicament or a problem, it runs to the opposition and brings it with this term that we are uniting, so that they can gain political mileage and add their basket of votes. And if we are to transform this country, I would like to speak to our fellow Gen Zs and our fellow youth, that if we are to transform this country, let's drain the system, let's do away with the entire political class, because these are political cousins. And just to quote the words of some Lee Njiru said that when when you go to hunt with a dog, you should have it in mind that this dog, its cousin is a fox, and you go to hunt with a dog and you meet a fox. You should have it in mind that the dog and the fox are cousins, and they can turn against you. Thank you very much. Kwa upande wako tu kwa ufupi lakini. Thank you. My name is Emmanuel Ngaruba Mwita, second year student of law. And in my opinion, I think that the president and his team is doing the best to unite this country, because until now, we cannot from such a point say that the president is maybe concentrating the developmental projects in one region. We have seen the president moving from one region to another, launching development programs, even where we deem such places to be a stronghold of the opposition. The president and his team has been visiting these places, and this administration, in my view, has tried to unite the country as much as is possible. It has also taken the interest of the minority groups, and we cannot really say that maybe the president, unlike other regimes, is favoring the majority for his political ambitions. So it is a good move for the government, and the only issue I think that remains for the government is to address the crisis of the Gen Zs, which mainly are caused by lack of employment. That is the major concern. Believe me, if Gen Zs are to be given some work and to earn, all these issues and demos will be over. Thank you. Thank you very much. Labda kwa upande wako tu kaka kwa ufupi lakini. Naam, kwa majina ni Mutinda Kasioka, na mimi pia ni mwanafunzi katika chuo kikuu cha Moi na pia nasoma sheria. Kulingana na mimi, ninaona rais upande wa kuunganisha nchi anajaribu sana, lakini sio vile kabisa vile tunavyoona, kwa sababu unapata wakati mwingine
anajaribu kuunganisha nchi upande huu, lakini kuna upande mwingine ambao anauacha, na huu upande sana sana ni upande wa vijana, kwa sababu kusema ukweli vijana wengi huko nchini huwa wanaona ya kwamba maoni yao hayasikizwi. Hakuna mtu wao ambaye ako kule bungeni ambaye ataenda apeane shida zao huko au aeleze yale mambo yao. Lakini kile kitu ambacho ninaweza penda kupeana kama advice, naweza sema ya kuwa kama ni rais anataka kuunganisha nchi, ahakikishe ya kwamba kila mtu kabisa yuko ndani katika kuunganisha nchi, kwa sababu kuunganisha nchi ina maana kuwa tunahitaji mimi, wewe, yeye tukubaliane Broad-based haisaidii. Broad-based kulingana na mimi naona ni mambo ya siasa. Si mambo ya kuunganisha wananchi, kwa sababu kama ingekuwa kuunganisha wananchi, mambo ya broad-based haingeleta vita kama tuseme upande wa Mlima Kenya, kwa sababu broad-based sasa kulingana na wale ambao wanafuatilia siasa sana, wanaona kwamba broad-based inasaidia upande wa Great Rift Valley na Nyanza. Naam. Sawa. Labda kwa kumaliza tu kaka, upande wako una yapi ya kusema? Utaanza kwa jina? Majina yangu ni Muriithi Munene, na mimi ni mwanafunzi katika chuo cha Moi. Ni maoni yangu ya kwamba rais anajaribu kuunganisha sana wanasiasa. Ya kwamba yeye hata kama anasema anaunganisha wananchi, anaangalia sana viongozi wa sehemu fulani ambao kwa maoni yangu anaangalia his political interest pale mbele. Yeye anadhani ya kwamba ukileta viongozi wa upinzani ati wale supporters wake pia wamekuja kwa serikali, na hiyo si kweli. Ni maoni yangu ya kwamba rais auzishe sana vijana, si kwa misingi ya kikabila, lakini vijana wanaachwa nje, na ndio niseme the future of the country depends so much on the youth. Sisi sasa, so tunafaa kuhusishwa katika kila kitu, ya hivyo tutakuwa na nchi nzuri. Sawa. Hisia za wanafunzi wa chuo kikuu cha Moi kuhusiana na suala la umoja wa taifa hapa nchini, hisia ambazo zimekaa kukinzana kidogo hapo, lakini wanahisi kwamba mengi yanapaswa kufanya kulileta taifa kwa pamoja. Kwa sasa ningependa kumpa fursa hii mwenzangu Edwin Mbugu akiwa katika kaunti ya Nyeri aweze kutuletea maoni ya kaunti hiyo. Naam, shukran sana Simwa kutoka Eldoret. Hivi sasa niko katikati mwa mji wa Nyeri kuweza kuungana na wakazi wa eneo hili kupata hisia zao kuhusiana na hoja ya siku ya leo, swali kuu likiwa ama iwapo Rais William Ruto anawaunganisha Wakenya ama anawagawanya Wakenya, hasa tukiweza kulenga baada ya serikali ile ya muungano ama broad-based government. Bila kupoteza muda sasa ni ruhusu niweze kuungana nao, tukianza na huyu hapa. Tuanze kwa jina lako na moja kwa moja kwenye mada. Tangu muungano wa Raila Odinga na Rais William Ruto kwenye serikali ya muungano, je, wameunganisha Wakenya ama wamewagawanya Wakenya? Naam, swali mzuri hilo. Majina mimi naitwa Amos Mushiri kutoka hapa mjini Nyeri. Mada hiyo ni mada ya umuhimu wa kitaifa, kwa sababu umoja wa nchi inategemea vile watu walivyo na vile wanaishi pamoja. Na kusema ukweli, wakati hawa wawili wameungana, hatujaona watu kama wameunganisha wananchi wa Kenya. Muhimu sana ni kugawanya, wamewagawanya, kwa sababu wakati mumeungana na mnasaidiana kufinyilia wananchi, hiyo inatenganisha serikali na wananchi. Na ukiangalia kwa zaidi, uchumi wa Kenya umeporomoka, hakuna watu wana kitu kwa mfuko, mabiashara zinaanguka, na ile kitu inaweza unganisha wa Kenya kabisa ni hali ya uchumi. Kama uchumi uko mzuri, watu wako na pesa mfukoni, watu wanaungana. Saa hizi serikali iko peke yake na hiyo broad based wako peke yao, Wakenya wako side nyingine. Ni ile tunasema oppressors side moja, the oppressed side nyingine, kwa sababu uchumi ndio huwa unaunganisha watu, sio zile siasa watu wanafanya. Kama hamuna kitu kwa mfuko, Wakenya wote wamerudi side moja,
na wameacha serikali upande ule mwingine. Aya, naam, asante. Hizo ni kauli yake Amos. Sasa niungane na mwingine hapa. Tuanze kwa jina lako na moja kwa moja tueleze, je, Rais William Ruto ameunganisha Wakenya ama ameendelea kuwagawanya Wakenya? Asante sana. Kwa majina ni Lawis Brown Mathenge. Mimi ni mwanarika na mgombea kiti cha MCA Kamako Mukaro ikifika mwaka wa 2027. Mimi kweli ningependa kusema, mimi kama kijana na mafikra zangu na ile ambayo najua ni kwamba hii maneno haiko ya broad based. Hii hata ilikuwa bread based. Kwa sababu unapata sisi kama vijana tulitokea mwaka wa 2024 kama vijana, na ile mambo tulikuwa tunaongelelea, tuliona hapo ndipo mambo ya broad base ilikuja, kwa sababu sisi kama vijana tulikuwa tunaongelea mambo ya transparency na accountability. Lakini sasa ukiona mambo ambayo yanaendelea, na ndio maana unaona hata vijana hata huu mwaka walijitosa kwenye streets ili wakuje wakuwa wakiongelea mambo ya asante. Haya, ni mwingine tu kwa kifupi tu, kauli yako ni ipi kuhusiana na je, serikali ya muungano tangu kubuniwa kwake, pengine Wakenya wameungana, wameendelea kugawanyika? Naam. Kwa majina ni John Mwai, mwaniaji kiti cha MCA hapa mjini Nyeri. Kwa maoni yangu, serikali imegawanya Wakenya, kana kwamba ukiangalia katika viti ama nyadhifa ambazo zinapeanwa kwa jamii moja. Ukiangalia kwa nyadhifa za parastatals na pia wakubwa wanaoangazia masuala ya kisalama, utapata kwamba yanaangazia tu jamii moja, ilhali alifai kwa hivyo. Ndio maana si kama vijana tuendelea tu kuandamana kana kwamba tunakosa ile ambayo inaitwa transparency, yani kwamba mambo hayafanyiki kwa ratiba ambayo inafaa. Na asante. Huyu kutoa sekunde 5 tu, hisia zako ni zipi? Kwa majina mimi naitwa Washila. Mimi vile naona wakati waliungana hii nchi sasa ilisimama. Kwa sababu hatuko na opposition. Kwa sababu sasa ukiangalia vile tunaona hata vile vijana wanajitokeza, hata ukiangalia vile hao watu wameongea mbele yangu, wamesema ukweli. Serikali haikuungana kusaidia mwananchi wa Kenya. Iliungana kumaliza wananchi wa kawaida. Bottom up iliisha. Sasa ni wale wanakula watoto wetu wanauawa kwa street, na tunaona na asante sana kutoka hapa katika kaunti ya Nyeri. Hizo ni hisia tu za wakazi wa eneo hili. Moja kwa moja kutoka hapa katika kaunti ya Nyeri tunaelekea kwenye mapumziko mafupi.